Bwana, ugumu kwenye wakati naanza mkataba ugumu ulikuja, yani niliuona ugumu kwa sababu nilikuwa nimeshazoea kushika fedha nikiwa naendesha pikipiki ya marejesho, kwamba muda mwingi nilikuwa na hela, lakini nilivyoingia kwenye mkataba nilikuwa naendesha mkataba, yani sijazoea. Muda mwingi unakuta nikishachola hela nini, tajiri ndio inabidi apate ile hela, tajiri so mimi unakuta nabakiwa na hela kidogo sana. Kwa hiyo kile kitu kiliniwea ugumu, yani nilikuwa bado, yani kuna muda nilikuwa nakata tamaa kusema kwamba au nirudishe hii chuma niendelee kuendesha marejesho. Lakini pia ugumu mwingine unakuta kwenye mkataba, unakuta unatoka hapa, tajiri fulani anakupigia simu, labda unajua wenzetu tunafanya kazi, bosi anakupigia simu anakuambia John, chukulia mzigo labda sehemu fulani, naenda nafuata mzigo. Nikishaenda kuchukua mzigo, labda unaenda kukutana na tajiri anakuambia wewe rudi, ila nitakupatia siku fulani. Lakini kulipa analipaga, lakini unajua anakuwa amekuchelewesha wewe na mambo mengine, na kuona tajiri pia Kwa hiyo ugumu wa mkataba bwana nimeupata kwa njia hiyo. Na kitu kingine nilichokuja kufika ugumu wa mkataba ni mwishoni. Mwishoni mimi huwa sielewi mkataba unakuwaje, sio ndo muemko wa wewe unaendesha pikipiki au ndo, yani inashindwa kuelewa vizuri kwa sababu unakuta, yani bado huwa sielewi vizuri. Matatizo yanaanza kuwa na wewe, yani matatizo yanaanza kuwa na wewe, yani ulivyokuwa unaanza unakuta uko fresh, ila unavyomaliza unakuta unaenda mara sehemu ajali, mara umemkosa mtu, sio mara nini. Yani sijui ndio inataka ufeli ule mkataba, mimi sielewi. Lakini mimi ninachoshukuru Mwenyezi Mungu alinisaidia mpaka nikuja kumaliza mkataba, nikawa namiliki chuma ya kwangu na nikaiendesha kidogo, nikaja nikavuta ngoma mpya ya kwangu. Yani hicho ndio kitu ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu alikuwa na mimi. Bana, unaendelea kutufuatilia katika peji yetu ya Teacher Shoni. Tumemsikiliza ndugu yetu akiwa anachambua namna ambavyo mkataba umempa ugumu mpaka kufikia kumiliki chuma yake. Sasa tunataka bado kujifunza, au yeye amefafanua katika sehemu mbili. Amefafanua katika ugumu wa mkataba kwenye swala la amefafanua ugumu wa kuendesha pikipiki kwenye swala la mkataba na kuendesha marejesho ambayo ni marejesho ya siku. Kwamba yeye aliona kwamba kuendesha marejesho ya siku kuna muda kulikuwa kunampa afadhali kuliko kuendesha mkataba ambao una mlimit kwamba yeye kwa wiki inabidi atafute kiasi fulani. Sasa mimi bwana bado nina mengi ya kujifunza, na wewe najua bado una mengi ya kujiuliza au una mengi ya kujua kwa nini jamaa ilifika pamoja na ugumu wote akafanikiwa kumiliki chombo chake. Bwana, mimi nataka kujua kitu kimoja, kwamba kupitia pikipiki ya mkataba ukaweza kumiliki pikipiki yako, au ulikuwa una harakati zingine ulizokuwa unazifanya pembeni? Kwa sababu kama ugumu unakuja kwenye swala la mkataba, katika hatua za mwisho uliwezaje kumanage mpaka ukaweza kumiliki chombo chako? Bwana, nadhani unajua blaza kwamba mwanaume ukishakuwa mwanaume unatakiwa mwanaume kweli. Mimi mkataba umenisumbua, nisio Mungu. Mkataba bwana umenisumbua, siwezi nikadanganya. Lakini nilikuwa najitahidi. Mkataba, na washauri vijana wenzangu, mkataba hutaki starehe. Mkataba hutaki starehe. Yaani ile kujikuta sana starehe nyingi. Alafu mkataba, unajua bodaboda watu wanajaga tunaonekana tunadharau. Yaani kila bodaboda anaonekana kama anadharau nini? Chuma hiyo ya kwake. Ila ya mkataba bodaboda hajawahi kuwa anadharau bwana. Sio muongo. Mteja imradi tu amuelekeze vizuri, au mteja amekujaje. Mimi kila mchongo nilikuwa napiga mjombani. Haijalishi mchongo gani mimi nilikuwa napiga. Yaani mradi tu nicho kizamilia, sitaki kurudi kule nyuma ambako nilikuwa nafanya kazi za kujenga afu nadhulumiwa. Hicho kitu mimi nilikuwa sikihitaji. Ndio maana mimi tuseme nilifocus, nilikuwa busy na kazi, nilikuwa mambo ya starehe kwangu ufanye. Yani ndio maana Mwenyezi Mungu, yani narudia kusema Mwenyezi Mungu naye alikuwa na mimi. Yeah, of course. Tumeweza kujifunza kitu kutoka kwako. Sasa mimi bwana na maswali pia bado nahitaji kuyajua kutoka kwako. Unajua vijana wengi sana tuna target za mbele hapa, za hapa karibu, ambazo focus yetu ni kuvimiliki vitu ambavyo tunakuwa tunaviwaza. Wewe bwana, ugumu ambao ulikupa kwenye mkataba ndio ukapelekea ujikaze mpaka kuja kumiliki chombo chako. Una mpango gani sasa kutoka kwenye chombo chako kuongeza labda pikipiki nyingine, au kuachana kabisa na hii hapa kazi? Kwa sababu vijana nyewe bwana mnalizika sana, au sisi vijana kuna harakati fulani tukifika tunalizika. Kwa mfano bwana, ukizingatia kijiwe chetu hichi kina uvumi au kina tetesi nyingi sana ambazo ni za fezea, kwamba bwana bodaboda wa sehemu ile pale wanajiuli sana, kwamba bwana kama kuna abiria ambaye bwana ana bodaboda wake ambao wanamtumia, kwa mfano kwamba bwana mimi ndo bodaboda, kuna abiria ambao yeye akitaka kwenda safari zake ananitafuta mimi. Ndio. Huyo abiria siku labda amenipigia mimi ni simu, nipo kwenye mchongo, na wewe unajua kabisa mimi ndo abiria wangu, amekupigia wewe simu hauendi kwenye huo mchongo. Shida inakuwa nini kuhusiana na abiria? Kuna muda abiria wanakuwa wanatulaumu sana sisi bodaboda, lakini mimi kivyangu mimi kweli hiyo changamoto tunakutana nayo. Changamoto ya wateja hiyo tunakutana nayo. Unakuta mteja mwingine, kwanza kuna muda bodaboda anaweza akakuoneshea dharau kutokana na wewe mteja. Unakuta wewe mteja mwenyewe na wewe umemuoneshea dharau. Unajua kuna mteja mwingine anakupigia simu
unamuelekeza vizuri kabisa kwamba bwana, nauli sehemu fulani labda ni kiasi fulani. Anakwambia mimi mtu fulani ananipelekaga kiasi fulani. Sasa ulinipigia mimi ukiwa unajua kabisa una huyo mtu anakupeleka kiasi fulani. Kwa nini umenipigia mimi? Unajua hizo ni kama zinakuwa kama dharau. Kwa nini usiseme tu kwamba naomba unipunguzie kuliko kwanza kumtaja yule mtu kwamba mimi. Kwa maana bodaboda unafika muda fulani bodaboda anaamua kusema labda kumjibu majibu ambayo labda unakuta kwa kupaniki kwamba hivi kanichukuliaje mpaka anaanza kunitajia mtu mwingine. Kwa nini asimpigie huyo mtu? Kwa kuna muda sisi bodaboda tunaona kama tunadharau kutokana na wateja wanavyokuja. Sasa bwana, ambacho tumejifunza kingine ni kwamba wateja wanakuja kwenye kauli ambazo wanakosea, lakini sisi tunahitaji nini kutoka kwa wateja? Sisi tunahitaji kufanya kazi, kubageni nao kufika hatua ya mwisho ya makubaliano. Sasa mimi nataka nijue kitu kimoja. Pia mna viwango labda vya bei kwamba labda mteja anatoka hapa anaenda Mafinga, kuna kiwango kwamba inabidi alipe shilingi fulani, kwa sababu kama ulivyosema unakuta mteja nataka nijue kwamba kila mteja anakuwa na bei yake kutokana na dereva wake, au kuna kiwango maalum cha pesa, au mteja anavyokuja ndio unavyompokea, ni kwamba kama huyu mbwigi azijui bei tunaenda na bei hii. Nashukuru kwa kuniuliza hivyo, lakini nataka niseme kitu kimoja kwamba yani bei za bodaboda zipo rasmi. Zipo, lakini kuna muda unakutana na mteja mwingine jinsi alivyokuja yani na wewe unatakiwa umpokee kama alivyokuja. Amekuja anajifanya mjuaji sana, vile vile atakutana na wewe. Bodaboda nadhani tunajifahamu vizuri, yani bodaboda najua na wewe bodaboda unawajua vizuri. Of course. Lakini kuna yani kusema kwamba labda mteja kaja kijueni, kuna wale wateja ambao tayari wanajua bei za bodaboda. Yani mteja anajua kabisa kwamba nikifika pale naenda sehemu fulani bei ni kiasi fulani. Na kama bei imebadilika, ulikuja muelekeza mteja, anatakiwa muelekeze mteja kistaarabu akuelewe. Lakini mteja akiwa tena sio muelewa, sidhani kama unakuwa hata ni wewe bodaboda unaweza ukaelewana na huyo mteja. Kama mteja sio muelewa, ni bora mimi naonaga kivyangu mimi wanaona mteja ni bora akanijibu kwamba samahani, labda nilikuwa sielewi. Kuna wateja wana nidhamu, yani wateja fulani wana heshima zao. Yani unakuta mteja anakujibu samahani, yani unalizika, hata kama umelipa kidogo unalizika, unasema mshikaji kaelewa, yani au mzee wangu kaelewa, unatoka zako pale unaenda. Lakini kuna wateja yani turudi kule wateja wanadharau, kuna wateja wanadharau brother. Bwana, tumejifunza kitu kikubwa sana kutoka kwenu, lakini kuna changamoto moja ambayo mimi sijajua sasa changamoto hii inakuwa ni sehemu gani, kwamba bwana siku hiyo kuna kiasi labda unapanga mimi naingia leo mchongoni kutafuta kiasi fulani. Nikishapata kiasi kitakachojitokeza ni extra, kwa sababu mara kadhaa nawakuta katika kijiwe chenu pale mmepaki mnakula. Mtu yupo kule ng'ambo anaita boda, mnamuangalia afu mnaendelea na shughuli zenu. Boda mnamuangalia. Changamoto inakuwa ni kwamba bwana unakuwa ushafikisha marejesho au hapana? Ile bwana narudi kusema kwamba kuna wateja wanadharau. Naomba nielewe hivyo. Sasa kuna ile unakuta kuna mteja kijiwe chote kinamfahamu, akisema boda wanafanya kama hawajamuona, yani boda wanafanya kama hawajamuona kwa sababu wanamfahamu kwamba nikienda naye huyo changamoto, yani lazima tukapishane. Kwa unakuta anaita boda, yani mpaka inafika hatua yeye mwenyewe anajiuliza boda vipi wanadharau, kumbe ni mteja mwenyewe, yani jinsi anavyojikubali na kujikuta kama yeye ndo yeye, na sisi tunampokea kama alivyokuja. Unakuta yani kijue kizima yani wanaita pale ni hatari, lakini asikii, labda atumie njia nyingine. Sawa. Bana, unaendelea kutufuatilia katika page yetu ya Teacher Shoni pale TikTok, IG pamoja na YouTube. Usisahau kusubscribe, pia usisahau kulike video zetu na kutoa komenti za nini ambacho inabidi tuongeze au nini ambacho inabidi tusiongeze. Pia unaweza kutoa ushauri wa nini cha kufanya. Bado nina maswali mengi ya kumuuliza ndugu yangu hapa, ikiwemo nini dhamira yake, mpango wake juu ya kuendesha maisha yake kupitia bodaboda, lakini pia ana mpango gani na kazi hiyo, kwamba yeye anajiona wapi miaka 3 au 4 ijayo kupitia kazi yake ya bodaboda. Lakini pia tunachotaka kukijua hasa ni kuongezeka au kupanda kwa bei za mafuta zinawaathiri vipi kutokana na uelewa wa wateja wao, au wanapata ugumu gani kuwaelekeza wateja wao kwenye namna ya kuendo bei zao kutokana na bei ambazo wao wamezoesha kabla. Sasa bwana, mimi nataka nijue ongezeko labda la bei ya mafuta limewaathiri vipi nyie bodaboda? Ongezeko la bei ya mafuta hiyo changamoto ya kila Mtanzania. Kwamba sio kwenye bodaboda mpaka kwenye bidhaa za kawaida zinapanda. Bidhaa za kawaida yani, lakini kweli kwa kwetu sisi bodaboda mimi naona yani sawa ni changamoto hata sisi kwetu bodaboda, lakini wanaoumia zaidi ni wenzetu wanaotumia diesel.
wanatumia diesel. Wanatumia diesel. Lakini sisi bodaboda pia, sisi changamoto yetu ni kugombana na wateja. Hiyo ni kugombana na wateja. Sasa wateja, si unajua sisi wateja wetu wa vijijini hao. Uhakika. Yaani mpaka ukamuelekeza kuelewe kwamba hiyo unapomzungumzia mafuta, kuna kaswali ka kinafiki kidogo ndugu yangu. Vipi bwana, kifua kipo? Kuna namna ya kuenda, kwa sababu kuna wateja wengine bwana mimi nipeleke site hapa, naenda kuonana na kipengele changu. Kifua kipo, tunaweza tukaenda haya maswala. Yaani hapo hizo kazi tunazifanya sana, lakini unadhani unaelewa kwamba bodaboda ukishakuwa bodaboda kuna namna inatokea ujikaze. Ipo vile vitu ambavyo unakuta labda kimefanyika kitu ni cha kawaida, unaona kama ni cha kawaida ni siri. Unakuta bodaboda watano wangapi wanafahamu kile kitu kipita vile labda na mchongo nini, wanafahamu. Wakifika signals zinatembea, unasema kama kawa kama kawa. Lakini uwezo ukatoka bodaboda ukaenda ukakaa kwanza kumsimulia mtu mwingine kwamba labda nimeenda sehemu fulani, huyo hahusiani na kijio cha bodaboda. Yaani hayo mambo asilimia kubwa unakuta bwana bodaboda bwana mna siri sana za watu, mna siri za watu wengi sana ambao hiyo nakubali, siwezi nikakataa hiyo, nakubali mheshimiwa, yaani nakubali kabisa, lakini ni changamoto ya kazi. Sawa. Kingine bwana, mimi nataka nijue unajiona wapi katika miaka 3 au 4 mbele katika kazi yako ya bodaboda? Unajiona ukiendesha bodaboda au unajiona umepiga hatua kutoka hapo ulipo kwenda hatua nyingine? Yaani unamaanisha kubadilisha kazi? Kubadilisha kazi natamani, lakini kwa saizi sipo tayari, kwa sababu kazi ya bodaboda bwana, mimi nafanya kazi ya bodaboda, lakini sio nimerudi kule kusema kwamba mimi sijasoma kwamba nina elimu ile. Kwa hiyo mimi nategemea kazi yangu ya bodaboda. Nisiwe muongo, nategemea kazi ya bodaboda, lakini ukisema najiona mbali, ndio najiona mbali, labda na malengo. Hakuna binadamu ambaye anaishi bila malengo. Kwa una akiti mama. Sawa. Mimi nataka nijue wewe bodaboda ulijionaje katika kuendesha, kwa kwamba unaona bodaboda kama kipaji au unaona bodaboda kama kazi? Bodaboda ni kazi kama kazi zingine. Of course. Kwa hiyo unaona bodaboda kama kazi? Mimi bodaboda kwangu naona kama kazi. Lakini sawa, tunajua ni kazi hatarishi, lakini bodaboda ni kama kazi. Kinachohitajika ni umakini barabarani. Umakini barabarani. Bwana bodaboda bwana, mnasifika sana kwa yaani kuwa kama visababishi kwenye masuala ya maajali. Yaani bwana, ni ngumu sana kwenye sehemu yote kusikia wiki imepita au mwezi kwamba hajasikia bodaboda ameanguka au bodaboda amepata labda changamoto fulani au amesababisha ajali fulani. Hivi inatokana na nini? Au mwendo kasi au nini kinasababisha? Mimi kivyangu, mimi wanavyosema sisi ni visababishi vya ajali, mimi naweza nikakataa, kwa sababu kila muda tu watu wanakuwa bodaboda. Unajua ni ile, yani maneno ya watu washazoea, yani kwamba bodaboda hawa ni kisababishi cha ajali, lakini kuna muda unakuta umekutana na mtu yeye ndio kusababishia ajali, lakini yani wanavyokuja watu wanavyokufahamu na wewe unavyotembeaga labda speed nini miendo nini, wanasema huyu jamaa lazima ndio atakuwa amesababisha ajali. Lakini kuna muda sisi bodaboda tunakutana na changamoto barabarani, yani mtu mwingine unamkuta kwenye site ya kwako kabisa hivi hakuoni, yani mpaka unaenda kumkwepa, yani unabidi tumie uzoefu yani, lakini ukitokea ajali inaonekana ni wewe uliosababisha ajali. Ndio maana nimesema sisi bodaboda tunachohitajika ni umakini barabarani. Sawa. Kuna changamoto nyingi sana za kuhusiana na kazi ya bodaboda ambazo watu wanazifahamu, namna ya kuepuka. Najua unazifahamu kwa kama bodaboda mzoefu. Mimi nina kitu cha kujua kingine bwana kutoka kwako. Hichi kitu bwana ni cha kinafiki kidogo. Bwana kijiweni pale na wakuta bwana bodaboda wengi sana. Inakuwaje kwenye kufikisha malengo kwamba bwana mimi leo plani yangu naenda kijiweni kufikisha 30,000 au 40,000 labda. Inakuwaje labda mnaweza kufikisha malengo na bodaboda wote na wingi ukiangalia movement za watu katika sehemu yetu sio kubwa, kwamba watu kuna muda naonaga kama bodaboda ni nyingi kuliko movement ya watu. Hivi nasikiaje, ndo mnaendaga upande wa pili labda?